chama ya UDA imekufa, chama ya DCP ikachipuka. Mwenye hajui hivyo ni mwenye hataki kujua. Na kwa sababu William Ruto anaogopa. Sasa jana wameokota watu katika streets. Wameokota watu katika street na mabasi. Wakaenda wakawapatia scarf, wakawapatia kofia za chama, wakawaingiza State House. Ili William Ruto arukaruke huko the whole day akipigwa mapicha na video kuonyesha Kenya ya kwamba vile chama cha UDA iko na umaarufu na vile chama ya UDA haijakufa na vile chama ya UDA iko na wapigania wengi. Mimi nataka niambie wa Kenya, hakuna aspirant walikuwa State House. Hakuna aspirant walikuwa State House siku ya jana. Hao ni watu waliokota kwa street wakapatiwa hizo scarf na kofia. Wa Kenya, hamjambo pahali popote mlipo jioni ya leo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Kenya Leaders Movement, na nimekuja hapa kusafisha uongo ambaye William Ruto aliongea wakati alikuwa kule Nyanza. Na mimi nimekuwa nikiongea mara mingi, nawaambia kwamba William Ruto ni conman. Na nikawaambia William Ruto akiwa hapa Mlima Kenya, ile kitu anasema hapa, akienda kule kwingine anaongea mambo mengine tofauti. Na akienda kule Nyanza anawaambia ile kitu ambao anataka kusikia. Akikuja hapa Mlima Kenya anatuambia ile kitu anataka kusikia. Akienda pale Ukambani anatengeneza ile kitu atawaambia kulingana na ile kitu anataka kusikia. Na mimi nilisikia William Ruto akiambia wenzetu kule wa Nyanza, akiwaambia kwamba eti kuna watu walienda kotini wakapinga ile mpango William Ruto alikuwa ameanzisha ya kulipa wale watu ambao waliuliwa kwa maandamano. Akasema ya kwamba iko watu walienda kotini wakasimamisha ile plan alikuwa ameanzisha ya kucompensate zile familia ambao watoto wao walipigwa marisasi wakakufia kwa maandamano. Na mimi nataka niambie ndugu zetu kutoka Nyanza, mwanzo mjue William Ruto hakuwa na mpango yoyote ya kucompensate zile familia ambazo watu wao walikufia kwa maandamano. William Ruto hakuwa na hiyo mpango. In fact, mwenye kuamrisha askari waue watu, mwenye kuambia askari mchana wazi wapiga watu marisasi ni William Ruto na Murkomen. Na hizo video ziko wa Kenya. Tusiongee uongo hapa, tusikuje hapa kudanganyana. Tuongee tu ukweli, video ziko. Mwenye kuambia askari wapige watoto risasi ni Murkomen na William Ruto. Na hizo video ziko, hata wa Kenya mnajua. Kwa hivyo katika mawazo ya William Ruto hakukuwa mpango ya kulipa wale watoto waliuliwa katika maandamano. Mwenye kusema ya kwamba zile familia watoto wao waliuliwa kwa maandamano walipwe ama wakuwe compensated alikuwa mzee Raila Amolo Odinga. Ni vizuri tuseme hapa, hata kama baba ameaga, hata kama baba hayuko hai, ni vizuri tuseme hapa. Na baba alisema wakiwa na William Ruto kule Nyanza, akaambia William Ruto tungetaka serikali ikompensate wale wa familia, zile familia ambazo watoto wao walikufia kwa maandamano. Akasema yeye angetaka serikali wa compensate. Huyu alikuwa baba, ndiye mwenye kusema hii maneno. Na kwa sababu ya aibu, sababu leo nataka niambie wa Kenya ukweli, kwa sababu ya aibu, vile Raila alisema hivyo, William Ruto akasema ya kwamba atawalipa. Baada ya baba kusema ile, William Ruto akaibika. Na kwa sababu hakutaka wakosane katika ile cooperation, akaambia mzee Raila Amolo Odinga ya kwamba ataketi chini na mawaziri wake na wataona namna vile hao watu watakuwa compensated. William Ruto baadaye alienda akatengeneza kamati. Akazunguka Kenya akasema ya kwamba ametengeneza kamati. Na ile kamati ameunda ndio itaketi chini ifanye uamuzi kila familia italipwa pesa ngapi wale watoto wao walikufia kwa maandamano. Baadaye ile kitu William Ruto haambii nyinyi ndugu zetu wa Nyanza.
ndio nimekuja kuambia hapa. Ile uongo William Ruto haambii nyinyi ndio nimekuja kuambia hapa. Baada ya William Ruto kutengeneza hiyo kamati ya kukompensate hizo familia wakati baba alikuwa uhai, William Ruto amegojea baba akakufa. Vile baba alikufa, William Ruto ametafuta watu, amewatuma kotini waende waweke kesi kotini eti kamati imetengenezwa kinyume na sheria, kwa hivyo haiwezi tekeleza ile mpango ya kulipa zile familia. Na wale watu William Ruto alituma kotini wakaenda, alafu William Ruto akapiga simu zake huko kotini, mambo ikalainishwa. Majaji wakaamua ya kwamba hiyo kamati ilitengenezwa kinyume na sheria, kwa hivyo ile kamati ikakuwa disbanded. Kamati kukuwa disbanded, hiyo story ya kulipa wale familia watu wao waliuliwa kwa maandamano ikakuishia hapo. Alafu huyu mkora William Ruto Conman anakuja hapo kudanganya nyinyi na hawaambii nani walienda kotini, kwa sababu nisikia akiwaambia eti si mnajua, kwa sababu ndivyo William Ruto, that is how he operates. Nyinyi hamjui William, sisi ndio tunamjua. Tumekuwa naye hapa kutoka 2013. William Ruto tumekuwa naye hapa for 13 years. Tunamjua vizuri, nyinyi hamjui. Anakuja huko kwenu anawaandanganya na waambia, si mnajua nilikuwa na ile mpango? Si mnajua tulikuwa tumepanga kulipa zile familia watoto wao waliuliwa kwa maandamano? Si mnajua hiyo kitu nilikuwa nimepanga? Lakini wale majamaa wakaenda kotini, hiyo kamati ikakuwa suspended. William Ruto, acha kuwadanganya. Acha kudanganya wenzetu wa kutoka Nyanza. Acha kudanganya ndugu zetu wa kutoka Nyanza. Acha kuwaambia eti wale majamaa walienda kotini. Ambia watu wa Nyanza ni akina nani walienda kotini. Ambia watu wa Nyanza ni akina nani walipiga masimu kotini. Hiyo kamati iliundwa wakati baba alikuwa uhai, ikakuwa disbanded. Ambia watu wa Nyanza ukweli. Na ndio maana nimekuja hapa kuchallenge. Ambia watu wa Nyanza ukweli. Ni kina nani wameenda kotini? Kwa sababu unawaambia eti wale majamaa walienda kotini. Hao majamaa ni akina nani? Hao majamaa ni akina nani bwana William Ruto? Hatuwezi nyamaza ukitaka kupiganisha watu hapa na mambo ya uongo. Hatuwezi nyamaza hapa ukidanganya ndugu zetu kutoka Nyanza. Ongea ukweli. Bwana William Ruto, kuwa mungwana. Ambia hao watu ukweli. Nani alienda kotini? Nani alipiga simu huko kotini? Kutoka dunia ianze, hatujawahi kuwa na rais ambaye anadanganya watu kama makondoo. William Ruto ndiye mtu wa kwanza. Kutoka dunia ianze, hatujawahi kuwa na president ambaye anadanganya Wakenya kama makondoo. Anafikiria watu ni kama hawana akili. Anaamuka tu na wadanganya tu maneno ya upuzi tu. Juzi nimesikia William Ruto akiwa huko tu. Unajua William Ruto sasa anafikiria uongo itanunuliwa huko Nyanza. Kwa sababu hapo uongo yake tumeionea itina, tumekataa. Bado akiwa tu huko Nyanza. Akiwa huko Nyanza wakiwa na Oburu Odinga. Oburu tunaweza msamehea kwa sababu wako na miaka karibu 90, hata jina yake amesahau kwa sababu ya kuzeeka. Huyo tunaweza tu muelewa, Oburu Odinga. Memory yake kidogo imekuwa destabilized, uzee imeingia. Huyo tunaweza tu msamehea. Lakini William Ruto akiwa hapo anasimama anadanganya watu, anawaambia eti serikali yetu ndio imeimarisha elimu. Mnajua ile serikali nyingine ilikuwa imeshindwa kulipa capitation. Sisi tumeongeza. William Ruto, acha uongo. Acha kudanganya watu mchana. Waambie ukweli. Uhuru Kenyatta akitoka capitation ilikuwa 22,000 per student. Ambia watu ukweli, serikali yako imekuja ikapunguza mpaka 11,000. Na hata hiyo 11 hampeleki shuleni. Ambia Wakenya ukweli. Hata hiyo 11 hampeleki shuleni, na wazazi wanajua hivyo. Wale wananisikiza ambao ni wazazi wako na watoto shuleni, wanajua ya kwamba principal wameongeza school fees. Wameongeza fees kwa sababu umeshindwa kulipa capitation. Ile ilikuwa ukapunguza. Na hiyo yako umejiwekea 11,000 pia haupeleki shuleni. Principal wanajua hivi kijana msafi anaongea siku ya leo. Wazazi wale wako na watoto shuleni wanajua nini kijana msafi anasema. Hakuna siku tutanyamaza William Ruto ukidanganya Wakenya kama makondoo. Sisi kazi yetu ni kuja hapa tunakuambia ukweli. Mimi nataka niongee hapa. Nimesikia William Ruto kupitia John Bandi akisema ya kwamba eti watatoa ushuru ile ya pay as you earn ya wale wafanyikazi wote katika Jamhuri ya Kenya, wale ambao wanalipwa chini ya 30,000. Nimesikia John Bandi akiongea hivyo, sababu hiyo ni mdomo tu ya William Ruto. Alafu pia nimesikia Bwana Soprano kule jana walikuwa mkutano State House, akirukaruka hapo anarukaruka hapo anasema ati serikali yetu tumekubaliana tutaondolea
wafanyikazi ushuru wale wanalipwa chini ya 30,000 tutawaondolea ushuru ya pay as you earn. Mimi nataka niambie wafanyikazi wa Jamhuri ya Kenya, na nataka niambie Wakenya kwa jumla, wakati wa siasa umefika na umekaribia, pahali ambapo mwanasiasa anaweza kupatia mpaka bibi yake ukitaka ndivyo apate kura. Saa hii wanakuja kutuambia eti wale wana earn 30,000 and below wataondolewa pay as you earn. William Ruto vile aliingia aliwaongezea, na akaongeza mingi. Akaongeza house levy 1.5%. Akakuja akaongeza pesa ya NSSF. Akakuja akawaondolea NHIF, akawaletea SHA ili ambaye zile pesa mlikuwa mnakatwa za premium zikaongezeka pia bado. Kutoka William Ruto akuwe rais 2022, payslip ya Mkenya ilipanda karibu ifike 50% ya deductions. Na wafanyikazi wanajua hii ni kweli. Saa hii kwa sababu tumebakisha mwaka moja tuende katika uchaguzi, sasa William Ruto ameketi chini akaona wafanyikazi wale wanalipwa chini ya 30,000 ni wafanyikazi 1.5 ati anaweza wadanganya amewaondolea hiyo pay as you earn ndivyo wampatie kura. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu, dada zangu, wale wanalipwa chini ya 30,000 hata William Ruto akiwaondolea pay as you earn, msisahau mahali mumeacha ndugu zenu na dada zenu kule Misri, wale wanalipwa 30,000 and above. Msikuje mkasahau mahali mmewaacha kwa shimo, kwa sababu hata nyinyi mkiondolewa, kwa mfano kama ataondolea hiyo mwaka moja ndio mpatie yeye kura, msije mkasahau wale ndugu zenu dada zenu mumeacha, ambaye William Ruto anakata pesa mingi, karibu 50% of the reductions katika payslip zao, wale wanalipwa juu ya 30,000. Msije mkasahau, kwa sababu mtego iko hapo. Ni vizuri wachanue mtego iko hapo. Hapo ndio mtego iko. Unajua William Ruto vile aliingia aliharibu kila kitu. Akakosana na wafanyikazi, akakosana na walimu, akakosana na students, akakosana na wafanya biashara, akakosana na kanisa, akakosana na mapasta, akakosana na Gen Z. Vile William Ruto aliingia alikoroga Kenya kila kitu, akakosana na kila mtu. Saa hii sasa ameanza kutafuta mbinu vile ambavyo anaweza warudisha kwa mtego yake ndio mpatie kura mara ya pili. Na moja yake ni hiyo sasa, wameketi chini wakaamua eti wataondolea pay as you earn wale wanalipwa chini ya 30,000 ambao ni watu idadi 1.5 katika jamhuri hii. Hiyo ni plani yako nayo ya kuingiza katika mtego yake. Lakini hatuwezi kubali. Hatuwezi nyamaza, kwa sababu hii ni mtego William Ruto anawekea. Na nilikuja hapa nikawaambia William Ruto ni mkora. Anakutoa pesa katika mkono, anakutoa pesa katika mfuko ya left. Anazunguka na hiyo pesa, anakuja na kuweka tena katika mfuko ya right. Alafu anakudanganya amekusaidia. Kwa sababu wakati amekutoa pesa katika mfuko ya left, utataabika, utahangaika. Ukiteseka kidogo kidogo hapo uhangaike, baadaye zile pesa anakuja na kuregeshea katika mkono ya right. Alafu anakuambia vile amekusaidia hata ulikuwa unakufa yamekuokolea. That is a William Ruto for you. Lakini pesa ni ile ile tu yako alikupora katika mkono ya left, mfuko ya left. Na hivyo ndivyo anafanya. Nasikia ako na mipango mingi ile ambaye amepanga kuimplement hii mwaka ambaye tumeingia 2026. Nasikia ako na pesa mingi ameweka na amepanga kuziachilia, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi, ili Wakenya waingie katika mtego wapigie yeye kura mara ya pili. Lakini sisi hatutanyamaza na hatuwezi kubali, kwa sababu hii ukora yake ni ile ile. Hii ukora yake ni ile ile. Hatuwezi kubali. Kwa hivyo mimi kama kijana msafi, niambie ndugu zangu, niambie dada zangu, wale ambao wanalipwa mshahara chini ya 30,000, hata William Ruto akiwapunguzia hiyo pay as you earn awaondelee. Anataka afanye hivyo kwa muda wa mwaka moja ndio mrudishe kwa kura, alafu akirudi atawanyonga zaidi. Atakuja kurudisha hiyo pay as you earn ikiwa 50%. Hata haitakuwa 30 vile ambavyo inakuanga. Atakuja kurudisha ikiwa 50%. Kwa hivyo msije mkaingia katika hiyo mtego. Akiwaondolea, ni vizuri mkumbuke hapo katika hiyo shimo ndio mumeacha ndugu zenu wale ambao wanalipwa 30,000 kwenda juu, katika hiyo shimo ya ushuru, katika hiyo shimo ya kunyongwa katika payslip zao. Msije mkasahau ndugu zenu wale ambao mumeacha hapo. Mwisho nikimalizia,
Mwisho nikimalizia, jana tumeona vile William Ruto walikuwa kule State House. Unajua chama ya UDA ilikufa. Na hakuna mtu hajui hivyo, ni mwenye tu hataki kujua. Chama ya UDA ilikufa. Mwenye hajui hivyo ni mwenye hataki kujua. Chama ya UDA ilikufa. Na chama ya UDA imekuja kukua replaced na chama ya DCP. Chama ya UDA imekufa, chama ya DCP ikachipuka. Mwenye hajui hivyo ni mwenye hataki kujua. Na kwa sababu William Ruto anaogopa. Sasa jana wameokota watu katika streets. Wameokota watu katika street na mabasi. Wakaenda wakawapatia scarf, wakawapatia kofia za chama, wakawaingiza State House. Ili William Ruto arukaruke huko the whole day akipigwa mapicha na video kuonyesha Kenya ya kwamba vile chama cha UDA iko na umaarufu na vile chama ya UDA haijakufa na vile chama ya UDA iko na wapigania wengi. Mimi nataka niambie wa Kenya, hakuna aspirant walikuwa State House. Hakuna aspirant walikuwa State House siku ya jana. Hao ni watu waliokota kwa street wakapatiwa hizo scarf na kofia. Hakuna aspirant walikuwa huko. Na kama iko aspirant walikuwa huko ambaye tumeona wakizunguka mashinani kuomba kura hawazidi watu watatu. Nafikiri tu hata ni Moses Kuria na Koge, huyu wa Koge's Corner. Hata Sivura hatuwezi muhesabu kama aspirant juu anakuanga mlevi wa changaa kila siku. Hata jana alikuwa mlevi huko State House. So kama iko aspirant walikuwa huko walikuwa tu wawili. Wala tunajua ni watu serious. Ni Moses Kuria na Koge. Hao wengine walikuwa huko zaidi ya 12,000. Ni watu waliokota huko wakawekwa kwa mabasi wakapelekwa huko. Ndivyo wa Kenya ati mdanganywe chama cha UDA iko na aspirant wengi. Hakuna aspirant wako naye. Na kama nadanganya, nataka niseme hapa leo, na kama nadanganya, kama naongea uongo, kwa nini wale watu siku ya jana walitusiana zaidi? Wakatusi William Ruto kwa sababu hawakupatiwa pesa 10,000 vile walikuwa wamedanganywa watapatiwa. Kwa nini walitusiana? Kwa nini hadi saa hii hao watu hawatuongeleshi? Wamekasirika. Si tuko nao huku kwa street. Kutoka jana watoke State House. Hao watu saa hii hata watusalimii tukipatana kwa barabara. Wamekasirika kutoka jana. Wamefura. Wametusi William Ruto kila mahali kutoka jana. Kwa sababu hawakulipwa 10,000. Walilipwa 5,000. Lakini wakipelekwa walikuwa wameambiwa watalipwa 10,000. Kwa sababu ya kukosa kulipwa 10,000, wametusiana kutoka jana hadi sasa bado wanatusiana. Mimi nataka niulize wa Kenya, ni aspirant mgani anasimama kiti ya bunge ama ya gavana ama seneta ama ya MCA na ako tayari kutumia pesa yake mamilioni ya pesa kuomba kura? Anaweza tusiana kwa sababu hakupatiwa 10,000. Ni nani? Sema nijibu hapa. Kama kijana msafi anaongea uongo. Kama kijana msafi anaongea uongo. Wale walikuwa kule State House jana si aspirant, ni watu waliokotwa wakapelekwa huko. Muniambie ni aspirant mgani ako serious kutafuta kiti mashinani anaweza tusi William Ruto na akasirike hiyo masaa yote hadi sasa wamekasirika kwa sababu ya kutopewa 10,000. Ni nani? Hakuna. Because in any case wagombea viti ni watu wako na pesa yao na wako tayari tumika mashinani katika shughuli za kuomba kura. Kwa hivyo hakuna aspirant ambaye ako serious anatafuta kiti na ako tayari kutumia pesa yake kuomba kura mashinani anaweza kasirika ama tusiana kwa sababu hakupatiwa 5,000. Kwa hivyo hiyo ni ishara mzuri ya kuonyesha kwamba wale ni watu tu waliokota huku kwa street wakapelekwa. Na mimi nipongeze wale walienda pale. Nipongeze wale wa Kenya walienda pale siku ya jana. Kwa sababu sisi kama DCP tuliwaambia hii pesa ni yetu, ni ushuru yetu. Na tukasema msikubali William Ruto azame na hii pesa. Before azame kwanza tukule pesa, azame peke yake. Tulikubaliana hivyo. Na tukawaamrisha tukawaambia mkisikia William Ruto ameitania pesa pale, nyinyi tafuteni mbinu ya kuendea hiyo pesa. Kwa hivyo wale walikuwa State House watu 10,000 ni wafuasi wetu na wanatusikiza kwa makini. Kwa sababu tuliwaambia wakisikia pesa iko mahali wanaendea. Na waliunda mbinu, wakaingia katika mtambo ya UDA internet, wakaregister hapo na 2,000 waendea 5,000 ama 10,000. Na walitengeneza faida hata kama walipatiwa 5,000, walikuwa na register na 2,000. Kwa hivyo walitengeneza 3,000. Katika kiwango yao ni sawa, hiyo pesa itawasaidia tu mahali katika kiwango yao. So niambia William Ruto wacha kuringaringa. Hao watu 12,000 ni wafuasi wetu. Walitafuta mbinu ya kuingia katika mtandao wakaregister na 2,000 wakujie pesa hapo. Na uliwakosea kwa sababu walitaka 10,000 lakini uliwapatia 5. Uliwakosea. Next time ukiwaita wapatie pesa iko na adabu. Wapatie pesa mingi. Kwa sababu sisi kama Wakenya tumekubaliana
ukizama hauzami na pesa yetu. Pesa yetu kwanza watu wetu wakule, wewe ukizama uzame peke yako. Na hiyo ndio ukweli ya maneno. Hata bendera imepiga muhuri. William Ruto alikuwa anadanganya siku ya jana. Bendera imepiga muhuri. Bendera imepiga muhuri, hiyo tu ni Kanada ilikuwa inaendelea kule, watu walikuwa tu wanapanga kipindi. Bendera imepiga muhuri. Ya? So kwa hivyo niambie wa Kenya, msiwe na wasiwasi. Safari ya kupeleka William Ruto nyumbani, safari ya one time, safari ya kuhakikisha kwamba William Ruto tumepeleka nyumbani, hiyo safari ingali imeshika moto. Na chama ya UDA, hiyo ni mambo zamani. Ile chama tuko naye ni chama ya DCP. Na hiyo ndio ile chama watu wetu tumewakaribisha wote. Na mimi nataka nishukuru Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kwa sababu pia nimesikia amekubali na akasema ya kwamba yeye kwa roho yake, kwa kujitakia kwake, yeye amesamehe wale wakora ambao walimpichi yeye. Mimi nataka nimpongeze kama kiongozi wangu wa chama. Hilo ni jambo la busara zaidi amefanya. Ya? Hiyo ni kitu ya maana sana amefanya kama kiongozi wetu. Akasema yeye katika moyo wake, yeye amesamehe wale ambao walimsulubisha. Vile tu Yesu alisamehea wale walisulubisha yeye katika msalabani, vile vile ndivyo kiongozi wetu Rigathi Gachagua pia amefanya. Hata yeye siku ya Jumapili alitangaza na akasema ya kwamba wale walisulubisha yeye kule bunge amewasamehea. Hivyo basi sisi tunawakaribisha wote chama cha DCP, kwa sababu naona watu wengi hawakuenda kule. Watu wengi sana hawakuenda kule. Wale ambao tunaonanga katika siasa hawakufika kule jana State House. Najua wako na mpango, na najua wanajua hiyo meli imezama tayari. Wako na akili, wanajua kupima, wanaona hiyo meli imezama tayari. Kwa hivyo sisi tuwaambie, tumewakaribisha DCP vile kiongozi wetu alisema. Tumewakaribisha nyinyi wote. Chama ya DCP ndio chama ya kitaifa. Chama ya DCP ndio chama ya watu wote. Chama ya DCP ndio ile chama itapigania haki na ukweli katika nchi hii. Chama ya DCP ndio ile chama Wakenya wote watakubalishwa wakuje ndani wapiganie nafasi zao za uongozi huko ndani, na kila mtu atapatiwa nafasi sawa. Kwa hivyo tuseme ya kwamba sisi tuko katika mstari wa mbele, na vile ambavyo mnaona urafiki kati ya Rigathi na kati ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta imezidi katika kuunganishwa. Sisi tunasema roho ndio hiyo, na safari tunapitia hapo, kwa sababu wakati huu hatutaki mchezo. Lazima tuunganishe kila mtu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Martha, Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Natembeya, au wote viongozi wote wakiwa wameshikana hivyo. Sisi kama wafuasi wa one time tunasema ya kwamba mbele kutakuwa kuzuri na mambo itakuwa sawa na safari tutashinda. Kazi yetu tu ni rahisi, nikimalizia, kuhakikisha kwamba William Ruto akidanganya tunakuja hapa tunamwambia, "Hey boss, Wakenya si kondoo." William Ruto akienda huko Nyanza adanganya tunamwambia, "Boss, no, Wakenya wako na akili. Acha kudanganya wao." William Ruto akiruka hapa Nairobi adanganya nyinyi tunamwambia, "Hapana boss." Sisi kazi yetu ni kumkosoa mahali anadanganya, tunamwambia unadanganya. Aniambia William Ruto, iko mambo mingi ambayo ndio ya kupeleka taifa mbele. Wacha hii kitu moja unaruka nayo hapa usiku na mchana ya kujenga manyumba. Inanekea serikali ya Kibaki ilijenga nyumba. Hakuruka huku akitangaza ama akiongea mingi. Inanekea serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndio ilijenga manyumba mingi zaidi. Na hakuna mahali hata aliweka mambo ya hizo nyumba kipaumbele. Vile ambavyo tunaona tu serikali ya UDA saa hii, the only achievement ile ambayo wanatangaza kila mahali wakiruka ni kujenga manyumba. That is not an achievement. Hiyo pesa umekata watoto wetu hapa kwa nguvu. Kupitia uchungu mwingi umekata hiyo pesa watoto wetu. Ati ni ujenzi ya manyumba. So hiyo huwezi sema ni achievement. Wakenya wako na haja na utengeneze uchumi. Wakenya wako na haja utengeneze nafasi za ajira. Wakenya wako na haja mpeleke sheria mzuri kule bungeni za kuwasaidia kufanya kazi zao. Wakenya wako na haja na programs ambazo ni za kuwasaidia na kuwasaidia kuweka pesa kwa mfuko. Wakenya wako na haja na masomo. Wakenya wako na haja na mambo ya afya iangaliwe. Hiyo ndio ile mambo Wakenya tunaweza jivunia. Lakini hii upuzi ya kusema wa gorofa hapa hiyo unajenga hiyo si achievement. Na sisi kama Wakenya hakuna kura hata moja tutakupatia eti kwa sababu umejenga
ghorofa 10 ama ghorofa 20 na ile pesa unapora watoto wetu kwa njia ya nguvu. Hatuwezi kubali. Hivyo basi nitamalizia hapo. Kama kuna swali tutachukua swali moja ama mbili, kisha tutamalizia hapo. Kama hakuna swali, hiyo ujumbe ifikie William Ruto. Mwambie William Ruto aacha kudanganya ndugu zetu kutoka Nyanza. Awaambie nani alienda kotini. Awaambie nani alipiga simu kotini. Ile kamati ilikuwa imechaguliwa ya kufanya compensation ikatupiliwa. Na niliwaambia hivyo ndivyo William Ruto anafanyanga. That is how he operates. Hata juzi nimesikia mtu mwingine amesema William Ruto anaweza kupatia 200. Alafu wakutumanishia watu wakuibe hiyo 200 na wakuibe simu wamrudishie. Nani yako na faida? Yeye ndiye anabaki na faida. Anabaki na simu yako yenye amebiwa na anabaki na 200 yenye alikuwa amekupatia. That is William Ruto for you. So tumemjua. Si hata mnaona miradi mingi hapa anazidua. Akishazidua miradi zingine hapa anatuma watu kotini, hizo miradi zinasimamishwa. Alafu anakuja hapa kurukaruka na waambia simuliona nilizidua hii program. Simuliona nilikuwa nimeweka pesa niwaijengee. Lakini wakaora wakaenda kotini. You know, Kenya ni nchi ambaye hata Mungu hawezi rudi haraka hapa. Kenya tu ndio utapata rais mzima anasimama juu ya gari anasema hii barabara imekwama kwa sababu contractor ni mkora. Kenya tu ndio ile nchi utapata rais ako juu ya gari anaambia wa Kenya ati hii barabara tuliweka pesa lakini imekwama kwa sababu contractor ni mkora. Unaambia wa Kenya contractor ni mkora, na kwani contractor nani anampatia kazi? Contractor nani anamlipa? Hiyo kazi nani alipatia contractor? Na hizi kazi mingi zinafanywa za miradi, makontractor wale ambao wanafanya hizi kazi ni watu wa familia zao. Lakini unakuja kudanganya Wakenya tu ati yule contractor ndiye amezamisha. Contractor anaweza zamisha nini ya Wakenya? Kwani kati ya contractor na rais wa Jamhuri ya Kenya nani yako na nguvu? Kati ya serikali na contractor nani yako na nguvu ya kuamua mradi itaendelea ama itakwama? So these are some of the excuses zile ambazo mimi nafadhaika kama kijana wa taifa hili nikiona rais wa Jamhuri ya Kenya anapatia watu wetu katika mitaa akiwa juu ya gari. Ni Kenya tu. Siku nyingine nimesikia William Ruto akisema ukienda kwa hospitali uitishwe pesa uende ukaripoti kwa police station. Rais wa Kenya anasimama juu ya gari anaambia wa Kenya ati ukienda kwa hospitali daktari akuitisha pesa uende ukastaki kwa polisi. Eti ikiwa kama njia moja ya kuhakikisha wa Kenya eti SHA inafanya kazi. SHA gani inafanya kazi? So tutamalizia hapo. Mungu awabariki na Mungu alinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana.